Sasa ndugu zangu, tupate kujua kitu kimoja. Yeyote ambaye hana mtoto, kuna nukta muhimu sana hapa. Amshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo, lakini asiache kumuomba Mwenyezi Mungu amruzuku mtoto, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukalazimisha mtoto, kumbe huyu mtoto akawa ni sababu ya wewe kuingia motoni. Na hii Mwenyezi Mungu ameithibitisha katika surati Al-Kahf, wakati Nabii Musa alayhi salam alipotumwa kwenda kukutana na Al-Khidri. Katika safari yao, Al-Khidri akamkuta mtoto anacheza na watoto wenzie, basi alitoa panga akamkata shingo ile mtoto akamuua. Nabii Musa alayhi salam akamwambia Al-Khidri, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta shay'an nukra, umeua nafsi ambayo haina hatia. Bighairi nafsin, maana yake hii, huyu mtoto hajawahi kuua mtu, kwa sababu mtu anauawa ikiwa ameua. Bighairi nafsin, huyu mtoto hajaua, hakika umekuja na jambo baya sana. Al-Khidri akamwambia Nabii Musa, sio mimi nilikuambia huwezi kusubiri? Lakini baadaye mambo yalipokwisha, Al-Khidri akamweleza Nabii Musa alayhi salam ni kwa nini alimuua yule mtoto. Ndo akamwambia, wa amma al-ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra, ama yule mtoto nilomuua mimi, wazazi wake walikuwa ni waumini wa kweli, walikuwa ni watu wacha Mungu, tukahofia kwamba huyu mtoto atakuja kuwasukuma hawa wazazi kwenye maasi, kwenye uasi, na atawasukuma katika ukafiri. Ndio maana Mwenyezi Mungu akaamua aondolewe, iwe ni kheri kwa ule mtoto na kheri kwa wazazi. Unajua, kuna baadhi ya wazazi mara nyingine inafika katika uhai wao wako tayari kumfanyia mtoto wao jambo lolote, hata kama itampeleka katika kufuru, hata kama atavuliwa hijabu yake, hata kama ataipoteza dini yake, hata kama ataipoteza heshima yake, jambo lolote yuko tayari kumfanyia. Na kumbe hawajui hawa wazazi wanahatarisha kwa kweli.